Mungu ametusaidia. Neema ipo. Umesema kuna official channel za huduma. Unapatikana? Amen. YouTube channel utapatikana kwa jina ya The Light World Ministry. The Light World Ministry. Alafu TikTok utapatikana kwa jina la Mtume Baraka. Facebook tutapatikana kwa jina la Mtume Baraka, na jina lingine pia tunalo pale The Light World Ministry. Hiyo ni TikTok. Unaiambia nini jamii? Hasa katika kumtukuza Mungu? Jamii unaiambia nini? Kwa sababu sasa hivi tumeona kuna mambo ya ajabu sana yakiwa yanatokea. Kuna mauaji, kuna unywaji pombe, kuna vitu ambavyo havifai katika jamii. Ungependa kuiambia nini jamii? Amen. Nashukuru. Kitabu kile cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16-17. Yohana sura ya 3 16-17. Yohana anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. 18. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee. Haleluya. Amina. Leo unaona yanayotendeka ndani ya taifa langu, hasa upande wa jamii. Watu wamekuwa wakatili. Tumeshuhudia mambo mengi, wapenzi wamechinjana, tumeshuhudia ulawiti, matendo haya ya giza yanafanyika kwa sababu ya watu kutokuwa na Kristo ndani, kutokuwa na hofu ya Mungu. Kazi ya ile hofu ya Kristo ni kuwawezesha hawa watu watende matendo ya haki, watende matendo ya Mungu. Kwa hiyo ina maana leo mfano mtu mpaka anafikia mahali pengine anakwenda kumdhuru pengine mpenzi wake au mke wake au watoto kudhuru upande wa baba, pengine mtu leo anaua mpaka anazika mtu alizini mwenyewe. Yale ni matendo ambayo ndani unakuta watu wamekosa utu. Ukisikia mtu ana utu, sio utu, ile hofu ya Mungu ndani. Kwa hiyo ndio maana leo unakuta leo mtu labda pengine na mawazo, anaona raha pengine nikalewe, raha nikatafute wanawake, lakini ni kwa kitambo. Utakunywa glasi ya pombe au pombe, utasahau kwa, lakini pakikucha pako vile vile. Mambo ni yale. Lakini upande wa Kristo akishaingia ndani yako kuna kiu ya ubaya, kumchukia mtu. Unakuta kuna watu ndio mpaka makanisani leo wanachukia mtu, yani kwamba nikimuona huyu najisikia vibaya, nikimuona, yani kuna mtu mpaka anamchukia mume wake au watoto wake au uzao wake. Ile hali ni mtu kukosa ile hofu ya Kristo, kukosa hofu ya Mungu, inasababisha matatizo kama yale. Kwa hiyo niambie jamii, hebu wamrudie Mungu, wamrudie Kristo na waokoke. Amesema njooni nyote wenye kusumbukiwa, wenye kulemewa na mizigo, nami nitafanyaje? Nitawapumzisha. Kwa kuna mizigo hasira, mizigo tabia mbaya, kuna tabia asili. Leo unaweza kuwa ni mtumishi lakini bado uko una tabia kung'ang'ania, una uchungu, una wivu, unalewa kwa siri, unazini kwa siri, una mambo ya fulani yanang'ang'ania watu, kuonea wengine, pengine kutokutakia wengine mema. Ni tabia ambazo ziko ndani ya mtu ambaye hamjui Kristo. Lakini sisi tunayemtambua Kristo ni vema tukasimama na Mungu kuvuta jamii ambayo wanatenda matendo ya kikatili, kuisaidia serikali. Hivi unaweza ukakuta mtumishi wa Mungu, aidha ni mtume au ni nabii au ni mchungaji, anakunywa pombe kwa siri? Amen. Hiyo ipo mama. Kwa sababu gani? Na ndio maana maisha ya Yesu yalikuwa ni maisha ya maombi. Tunavyopigana na ulimwengu wa roho wa giza, kushipambana na wachawi, nguvu za giza hizi, kuna kuzidiwa, kuna kulemewa. Zile nguvu zikikuzidi kama mtumishi wa Mungu ambao hauna maombi, hauna mikesha, hauna mifungo, kuna tabia zitaanza kuota.
Ina maana wachawi sasa lengo lao ni kwamba kwenda kukushtaki kwa Mungu kwamba una huyu mtume anachokifanya, una huyu nabii anachokifanya, una huyu mchungaji anachokifanya, una huyu anachokifanya. Kwa sababu gani? Wao lengo lao ni kudhoofisha hii kazi ya Mungu ishuke. Kwa hiyo ina maana kwamba ataweza kunywa pombe, ataweza kuzini, ataweza kupata magonjwa kwa sababu ulimwengu wa giza umemzidi. Yaani umemzidi kwa sababu hana maombi. Ndio maana sisi hasa watumishi wa Mungu, muda Mungu tunapaswa tuwe kwenye maombi. Tuwe kwenye maombi kumsihi Mungu awe pamoja na sisi kutuwezesha ulimwengu wa giza utakapokuja kutupambana na sisi kushindwa. Ungependa kuambia nini na kuwashauri, kwa sababu kama tayari umeshaingia kwenye huduma? Ndio. Kwa mfano umeamua labda kuwa mchungaji. Ndio. So kuamua, maana ni wito tayari. Yeah. Ungependa kuambia nini hasa watumishi wa Mungu ambao wanatumia pombe kisirisiri? Amen, asante. Cha kuambia ni kwamba maana unajua wameanza ni watumishi wa Mungu na kazi ya Mungu ni ngumu. Ya kama tunavyosema ibilisi nayo yupo, shetani yupo anapambana. Cha kuambia ni kwamba hebu wasimame na Kristo na yale maombi ya kwanza, ule wito wa kwanza, waukumbuke walikuwa wapi na leo wako wapi. Wakishakumbuka tu basi watakaa vizuri na Mungu. Kwa hiyo niwaambie tu kwamba wasijisahau mahali walikotoka, waendelee vizuri na Yesu Kristo, waendelee vizuri na maisha ya Yesu Kristo na maisha ya Mungu na jamii kwa ujumla, basi Mungu lazima atawatetea. Amen. Huduma zinapatikana siku gani na gani na eneo ni wapi? Maana kuna watu wanaweza kutoka sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuja kupata huduma katika kanisa lako. Naomba uwaelekeze ni wapi na inapatikana ni lini, na namba zako za simu tuzitaje, ili kila mtazamaji na msikilizaji wetu anapohitaji huduma yako iwe ni rahisi kukufikia kwa haraka. Amen. Asante, kwa sababu kwa kweli ulimwengu una changamoto. Watu wana changamoto nyingi sana, na watu wanaweza kuwa wanasumbuliwa na matatizo hata ya siri ambao wao wenyewe hawawezi kuzungumza, pengine kutokwa na damu. Umeenda hospitalini, hatupingani na manesi wala madokta. Unakuwa una ndoto mbaya, unakuwa kwenye mahusiano pengine hayaeleweki, baada ya muda mmeachana, haujui chanzo ni nini, unakuwa na miscarriage, mimba zinakuwa zinatoka au tasa kabisa, pengine upati watoto. Umekuwa ni mtu pengine watoto wanasumbua, unawasomesha shule za gharama lakini bado hawajatulia. Na sisi Mungu ametuita kwa ajili ya hizo kazi, kuhakikisha kwamba jamii inakaa salama. Na tuko Arusha Mkono, barabara kubwa ya East Africa, maeneo ya hospitali ya Mkono, pale ukiulizia kwa Mtume Baraka au namba ambazo utakazozitaja pengine utakazopita kwenye skrini yako hapo, unaweza pia ukapiga na tukakupata, ukapata huduma na ukampata mtumishi. Kama unahitaji kuzungumza naye, kukaa naye, ukamzungumza naye pengine, au kutaka ushauri na maombezi, ipo namba hizo ni 0785315902, 0785315902. Utapiga hizo namba kabisa na utahudumiwa, na Yesu Kristo mtenda miujiza atafanya maisha yako kuwa imara zaidi. Na wachawi, watu wa giza wanaopambana na wewe, pengine marafiki zako watambui nani adui nani rafiki, Mungu atasimama kwa uaminifu na maisha yako. Amen. Kuna watu ambao unakuta wanatoka Usa, wanatoka Moshi, wanatoka sehemu mbalimbali ambao unakuta sio wenyeji hapa Arusha mjini. Akifika hapo stendi kubwa, je, anaweza akaelekea wapi ili kupata usafiri kwa haraka zaidi? Amen. Namna ya kufika pengine kwa wanaotokea nje ya Arusha au maeneo ya jirani ya Arusha, anaweza akapanda gari zinazoelekea Intel pale, kama ni huko sikukuu pengine, au kituo chochote cha bodaboda, kama ni gari IC hizo, wewe panda gari za Uswahilini Intel. Ukifika pale Uswahilini Intel, waambie
unaelekea Mkono. Unaweza ukachukua pale bajaji ukashukia sheli ya Simba. Sheli ya Simba pale ndiyo barabara kubwa ya kuingia Mkono hospitali. Kwa hiyo tu ni karibu mita chache kutoka mahali kanisa lilipo, na lami ni mita chache mno. Na ukifika pale sheli ya Simba kuna kibao cha Mtume Baraka, atakiona pale. Kwa hiyo au namba hizo atapiga na ataelekezwa na wasaidizi yangu kwa haraka. Wakumbushe jina la tena kwa mara ya mwisho, jina la kanisa. Amina, jina ni The Lightwell Ministry. The Lightwell Ministry ama Nuru Duniani. Ya karibuni, nawapenda waona, na Mungu atawabariki, atawatendea mema. Amen. Amina. Na msikilizaji na mtazamaji wa chaneli yako pendwa ya Zongo Girl Online TV, kufikia hapa ndo tumefika mwisho wa kipindi chetu. Leo tulikuwa na mtumishi wetu Mtume Baraka anayepatikana jijini Arusha, maeneo ya Mkono. Wote mnakaribishwa katika huduma yake. Mahali sahihi ni Mkono. Ukifika pale utamwona Bwana katika maisha yako. Na mpenzi msikilizaji na mtazamaji, usiache kulike, kucomment pamoja na kusubscribe channel yako pendwa, ili wakati tunapoendelea kupandisha vipindi vyetu uwe unaviona kwa haraka zaidi. Kumbuka ulikuwa nami mtangazaji wako Zongo Girl. Uwe na wakati mwema.